Haya niambie. Haya niambie anamuunga mkono nani kwenye uwakilishi? Maana wewe wajua mambo wewe. Sijui. Haya anamuunga mkono nani? Sijui anamuunga mkono nani pale. Mimi sijui. Haya mimi nakupa salamu zangu. Naam. Amuunge mkono Marsadi Shabani. Amuunge mkono Marsadi Shabani. Naam. Kwa sababu ni mtu ambaye akimuunga mkono na akijua kwamba anamuunga mkono, hata huko juu anaweza kumsaidia. Omba ni mjumbe wa kamati ya uongozi. Kabla majina kuletwa kwenye kamati kuu, kamati ya uongozi wanaamua aende nani. Ndio. Kwa hiyo akimuunga mkono, kila ina haya. Weza kapigwa akatokea wa pili akasema miondo wewe wangu naweza kwenda kufanya naye kazi. Sawa. Naomba niletewe huyu. Wa pili atokee. Ndio nakupa mfano mimi. Wa pili atokee, lakini sasa nakupa mfano. Sikiliza, weza akatokea wa kwanza. Mimi akasema mimi siwezi kufanya naye kazi, msiniletee. Na mnakiamua kufanya hivyo huone kama ishakuwa mtihani, kwa sababu tunataka sisi tunamtaka utulete mtu mwingine. Uteuzi unafanywa na chama. Kwa mujibu wa katiba uteuzi unafanywa na nini? Chama. Huku chini ni mapendekezo tu. Naam, huku chini ni mapendekezo tu, ndio maana zikaitwa kura za maoni. Kwa nini uko juu basi msitupelekee kwa sababu kupigana vigumbo na kutana majibu? Ndio maana nitakwambia, ndio kwa mfano. Kwa hiyo hujasikia kwamba kuna jimbo kuna mtu kanitokea wa kwanza lakini hailetwa. Hivyo zamani upande wa Mwalimu Seif ilikuwa ni hivyo, lakini Mwalimu Seif ndio katiba ilivyo. Kwa sababu mchakato huu si pamoja na kura tu. Ndio maana ukaambia kuna interview. Ndio maana ukaambia kuna kamati za amani na kamati za maadili. Ndio maana ukaambia upeleke CV zako na vitu vingine. Kwa mchakato huu hauko kwenye kura tu. Nimelifahamu? Na kufahamu vizuri, lakini tulivyozoea sie. Ni kwamba mchakato uko kwenye kura, lakini mchakato haupo kwenye kura tu. Yaani kwenye kura ni 30% pengine kwenye 100. Haya, yote kushamaliza? Nishamaliza. Sasa ndio sikiliza mie, ili jambo lake liwe rahisi. Na mtu ambaye anaweza kumuunga mkono rahisi, kamuunge mkono Omar. Lakini najua Seif mnapofanya nyinyi inakuwa mnakwenda kinyume kidogo. Kwa sababu gani? Watu matawini, majimboni, washanifahamu, washatumika zamani sana. Alafu nyewe mnakaa tu juu. Hapana, mimi nikuulize kitu kakaangu. Hapana. Kura si za matawi wala majimboni. Nikupe mfano mimi. Ndio. Wewe leo una matawi 10. Anatoka mtu anakuja na milioni zake 200. Ndio. Au na milioni zake 50. Wapiga kura ni 15 kila tawi, ni 13 kila tawi. Ndio. Sawa? Ni wapiga mara 13 mara 10 ni ngapi? 13 mara 10 kama 130 hivi. Watu 130, si ndio? Watu 130 mtu atoke na milioni yake 10 akaigawe kwa wajumbe. Kila mjumbe apata kiasi gani? Kila mjumbe hamna kitu. Kila mjumbe atapata laki na kitu, 200,000 na kitu kila mjumbe. Hawampi kura. Wanampa. Sasa ukisema kama unachukua kura zilizopo majimboni vipi? Kura zilizopo majimboni kwa 130 ni shilingi 77,77. Gawa 130 gawa kwa milioni 10. Milioni. Kwa kundoka milioni 1 gawa kwa milioni 10. Milioni 10 kwa ukagawa kwa 130. Hata 100,000 hafiki. Sawa, watu hawampi kura 70,000. 70,000? Watu wanampa. Wewe akampa. Sasa watu wakishampa kura, je, uchukue matokeo ya kura tu kwamba uende ukapitisha mgombea? Hapana, tunaangalia utendaji wake mwanzo. Sasa huo utendaji umegawika katika makundi kama 3 mpaka 4. Sio mfahamu, huo utendaji umegawika kwenye makundi 3 mpaka 4. Ndio maana nikakwambia kura hazitoi willing vote za watu kwa sababu wajumbe ni wachache. Watu wakishapewa ruhusa watakupitisha wewe. Sasa haya mambo mengine ndio wanaotizama uwezo wako, personality yako na watu, maybe elimu yako, uwezo wako wa ushawishi, maadili yako, skendo, huna skendo na vitu, usafi wako na vitu vingine. Sawa. Umenifahamu? Nimeshakufahamu, lakini sasa kura tu hazitoi willing vote. Ndio maana nikakwambia haya mambo mengine haya yote. Haya mambo mengine haya. Ili jambo lake liwe rahisi, lisiwe na mushkel. Lisiwe na kupinda, apigwe, asipigwe, ashinde. Urahisi wake jambo lake alitaka liwe rahisi, amuunge mkono huyu.
Kwa sababu kwa mfano watu wanaweza kumtengenezea skendo, na kwa mfano leo shatokezea kwa wagombea kutengenezwa skendo. Sasa au hawapo hayo? Yapo. Sasa wagombea wanatengenezeana skendo. Kwa mfano katika washindani wake mmoja anaweza kumtengenezea skendo, pengine skendo hata si kweli. Sasa niambie inakuwaje? Wewe umeshinda umetokezea kwanza, lakini kuna skendo hii. Na haichunguzwa skendo kwa sababu wakati mwingine mpaka tuangalie tule mtu. Chifu, kakaangu. Nasikia? Chama hatuna mechanism ya kuchunguza skendo hizo. Tusidanganyane. Sawa. Kwa mfano 2020 sisi tuliletewa mtu tukaambiwa kwa maana ana kesi ya silaha ya jeshi. Kumbe kaacha jeshi miaka 15 au 20 nyuma iliyopita. Una muda gani kwenda kuchunguza? Na skendo kama hizo kwa mfano una muda gani kwenda kuchunguza? Au unaambiwa wewe na kadi ya CCM, watu wanakutengenezea mpaka kadi wanakuletea. Una muda gani kwenda kuchunguza kwamba kadi ni valid au si valid? Ukitaka unaifanya kwa sababu kuna hatuna mechanism hiyo kwa sababu wewe unataka kwenda kuchunguza hiyo skendo wakati wewe unataka kumteua mgombea ili mgombea ende kwenye uchaguzi. Juzi tulikuwa na mgombea mmoja wa jimbo la Mtambwe alitangazwa mpaka kitambo cha Zanzibar, lakini kwa sababu wale nipigia simu. Ndio nakupa huo mfano. Hiyo serikalini, je, kwenye vyama huko, hiyo serikali imetengeneza kitambulisho cha Mzanzibari kipya. Sasa ndio maana yake ndio ione hiyo hali. Serikali imetengeneza ni kitambulisho cha Mzanzibari. Seuze huku chini. Haya, mimi nishakusikia vizuri lakini sio kwamba katika kuwakandamiza hapo. Si katika kuwakandamiza. Mimi nimpiga kura tu, maana hata wanachama mimi sina chama chochote mpaka sasa ninavyokuambia sasa. Piga kura tu. Njia rahisi na nyepesi. Na kutumia nambari yake ya simu. Huitaki nambari yake ya simu. Atakapokuja yeye nitamwambia bwana kuna mtu Yeye si nipe hasa. Yeye atanitafuta mwenyewe. Ukishampa hizo salamu basi atanitafuta. Kuna mtu kanipigia simu na nampa nambari yako ya simu alafu mtajuana wewe na yeye. Wewe mwambie kanipigia simu na kanambia kadhaa, anakuomba kadhaa. Kwa sababu mwisho wa siku ndo ana maamuzi yake. Kwa mwambie anakuomba kadhaa. Kwamba muunge mkono huyu. Mimi najua kwamba shalishana viapo na idadi ya watu waliokwenda kulishana viapo, mimi yote nayajua. Sasa. Nimenifahamu na ukimwambia hilo atacheka. Kwamba mimi najua kwamba ngoenda lishana viapo. Sasa. Na katika watu waliokwenda kulishwa kiapo yumo. Okay. Nimenifahamu. Sasa maana kala kiapo cha kikweli si atakufa aniache vipi? Hakuna jambo hilo wewe kwenye siasa kuna kile kiapo cha ukweli. Mtu kama tansafu pale kwamba ataitumikia mema Zanzibar hata dhulumu watu, hazulumu. Alafu kisha kuondoka pale unaona unapokuwa? Wawaje? Hatuweza kuzungumza kwenye simu kama mambo mengine lakini yuko right sawa. Sawa. Kwa hiyo mwambie hilo, mwambie mimi namuomba muunge mkono mheshimiwa. Sasa zaidi yeye atanitafuta. Mbona nikamia katikati hapo? Kwani wewe na kuweka katikati kwa sababu wewe wangu na wewe ni wake. Ndio maana nitakuweka katikati.